So mimi sitaki kusema mengi kwa vile Simiyu amesema mengi. Nataka nimshukuru pia nimkaribishe Mama Esther. Alafu niwaambie tu kwa ufupi ya kwamba mnajua vile nilivyowaambia wakati nilikuwa ninawaomba kura. Niliwaambia mara hii mkubali tukue na governor ambaye ataingia kwa kiti, mawazo yake ya kwanza ikiwa ni wala watu wamemchagua. Ama namna gani jameni? Kwanza ndio tujaribu kuwarudishia upande ya kwenu. Mara mingi miaka hizo zote imekuanga ni mtu akichaguliwa, ukifika huko unaenda kujipanga kwanza. Wananchi wako ndio wanakuja baadaye. Na ndio mnaona mimi nimesimama hivyo na nimesema sawa. Nimesema sawa kwa vile naye vita imekuwa mingi. Wakati watu wakiona wewe hushirikiani na hao, ati kwa vile wako na mipango za kutafuta hizi vile zinatafutangwa huko kwa serikali na kwa tumashamba ya watu, sasa wakiona wewe huko kwa hiyo laini unakuwa mbaya. Sasa mimi nimelimwa, nimetandikwa nini, makesi kotini, mambo mingi hiyo yote, lakini nasema ni sawa. Ama namna gani jameni? Kwa vile sasa ya muhimu ni kwamba hii kazi inapatiwa na Mwenyezi Mungu na nyinyi. Ama namna gani? Hii haitolewangu kwa ofisi kubwa Nairobi ama kwa ofisi kubwa bunge ama wapi. Inatokanga kwa mwananchi. Na hiyo mateso yote hiyo miaka 4 nimevumilia, najua kuna siku Mungu atatulipa. Ama namna gani jameni? Lakini furaha yangu ni nikiona kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu hii kazi tumemaliza kufika 27 na mkiangalia hata nyinyi mnaona kazi imefanyika. Ama namna gani jameni? Si mmesikia vile Simiyu anasema hapa, aliniambia governor tujengee pale shule. Nikajenga ile shule ya watoto. Akarudi akasema watoto wa Wendani ni wengi, niongeze tena madarasa mengine. Amewaambia nimeongeza zingine, ndio hizo zinajengwa. Akaniambia hapa vijana wanakuanga watu wanahitaji mahali ya kuchezea na hatuna space. Tukaenda pale kwanza, tulianza kuokota takataka hapo, tukatoa tukatengeneza. Sasa uwanja imechukua shape na watengenezee uwanja nzuri wa vijana wa hapa Wendani. Mwe mnaenda pale hata wakati wa mikutano, sio michezo peke yake, kukuwa na mkutano kidogo. Kama kuna chali hapa hivi amejipatia mtu naye anataka kufanya kaharusi, hiyo mambo yote ni pahali gani? Na hali hapo. Sasa alafu sasa mmesikia Simiyu akihesabu hapa vile tumejenga hizo daraja, zilikuwa za aibu na zilikuwa za hata za kukasirisha hata roho ya mtu. Siku moja mimi nimetembea hapa na huyu Brian usiku. Alafu watoto walikuwa wanatoka shuleni masaa ya jioni na kulikuwa na mvua. Alafu unaona mtoto anateleza juu ya kadaraja ya mbao kako hivi. Huyo mtoto akikanyanga mbaya unampata kwa mtoni. Hata mimi nikaona aibu sana. Na nikasema sasa lazima tufanye hiyo kazi. So yeye amekuwa ananileteanga hii daraja, mimi nashika naunda. Hii daraja nashika naunda. Hata hiyo yenye tunaunda saa hizi tutakamilisha. Kama kuna ingine wewe kuja unionyeshe ndi gani tutengeneze. Ama namna gani jameni? Ndio hiyo, unajua ubaya kwa hii dunia hata huwezi jua namna gani. Kwa vile sasa watu wanakuwa kama wa matangi, unakuja ukiwa hauna kibarua. Unatembea hapa, unaomba hawa watu hivi, wanaonekana watu wetu tu, kila mtu kwa kazi yake wanakuhurumia. Ukipata hiyo job kwa vile umeingia pale, ukifanywa mbunge uko na mshahara ya 1,000,000. Uko na Prado umepewa bure, uko na insurance mpaka ya watoto na mama, mkitaka kwenda India mnaenda bure. Ama namna gani jameni? Kuna pesa nyingine wanalipa huko ndani inaitwa per diem. Hata ukienda kujifurahisha huko ng'ambo, ukirudi unapewa 1,300 ati ulikuwa umeenda ng'ambo. Jameni. Sasa lakini ukifika hapo badala ya kushukuru walikufikisha pale, unafika hapo unakuwa wewe ndio mwenye kuwadhulumu. Ama namna gani jameni? Itakuwaje ati hapa sisi Wendani tunajaribu kujenga hospitali. Nimejaribu kutoka saa hizi ile hospitali ya pale Kawasukari mumeona nimemaliza. Ama hamjaiona? Nimejenga kwa hiyo kona ya Kawasukari ukaenda Mwihoko. Imemalizika hospitali. Next week nimewaambia naanza kuweka mashini. Ndio watu wote wanaenda hospitali pale. Saa hizi tunavuka na nyinyi, tunaongea na nyinyi, navuka hapa naenda kufungua hospitali pale Mweki saa hii. Kwa vile nilinunua shamba kule Mwihoko, naenda kufungua hospitali tena leo. Sasa wewe piga hesabu vile tumesumbuka na huyu Brian. Tukiwa tunatafuta mahali ya kununua shamba. Kwa vile wakati hii mashamba yote iligawiwa, wakati watu walijenga, wenye walikuwa wanauza wakawaachia wajuaji. Kila mahali kuna nafasi ya raia.
Sasa inakuanga kila ni michoro ya usiku kwa mahoteli kubwa Nairobi, enda badilisha title, lete file nini, alafu nyinyi mkikaa kwa vile uko na shughuli zako unasikia kashamba ilienda. Ukienda kuangalia kuna flat imeamuka mpaka huko. Unaangalia malandlord wako wapi, wanaishi Muthaiga. Ama namna gani jameni? Sasa hiyo ndio ile kitu mimi nilikataa. Nikasema wacha hata kama ni nini ama nini, pesa inaweza kosa, lakini baraka ya Mwenyezi Mungu ni muhimu kushinda hiyo. Ama namna gani jameni? So sasa ndio mnaona mimi nimejikaza hapo. Huyu sasa Brian, hiyo kashamba tumetafuta na wewe hiyo, kama hiyo shida kubwa sasa ndio kamita 10, wacha mimi nitatafuta hiyo ndio tuone kama tutanunua hiyo shamba niwatengenezee hospitali. Hata hapa hata hiyo Mweki ni kununua, nilinunua tu kwa vile hata hapo mashamba zilikuliwa. Mnaona vile inakuanga. So nataka tuelewane jameni. Mimi mara hii nimeomba watu wa Kiambu munivumilie kidogo. Kwa vile watu wameingia kwa chama, watu wameenda kwa siasa, wamefanya nini, lakini saizi kuna wengine wananisema, wengine wananicheka, wengine hata wananitupia mawe huko hivi na kunipangapangia wakiwa wanasema ati huyu jamaa anakaa ni kama amechanganyikiwa. Ati kwa vile sijaenda kutangaza vyama. Lakini hakuna cha muhimu kama kuomba kazi ukiwa na nia njema. Ama namna gani jameni? Mimi nilikuja nikasema nitajenga mashule kwanza kwa hii kaunti ya Kiambu, nimalize shida ya masomo kwa watoto wetu. Hii kaunti ya Kiambu tunakuanga na mashule 550 za primary. Mumenipa kazi kama gavana wenu 4. Mkumbukange mimi ni gavana 4. Wengine walikalia hii kiti vile ilivyo na ile nguvu bado iko, na wananchi hawa wengine wamekalia miaka 10. Wakati nimefika hamuna shule hata moja ilikuwa imejengwa, hizo shule za watoto. Wamatangi yameanzia na saa hizi nimejenga mashule 512 zimeisha. Ni mama hapa kawa wendani, kazi yako ni kufulia wengine manguo kwao nyumbani. Mtoto wako nilisema kila mtoto akifika pale, kila siku ya kwanza bakuli ya uji ya vitamin kwa kila mtoto. Na usiulize ya maziwa kwa hiyo shule. Nikasema pale hiyo shule usinunulie mtoto vitabu ama penseli ama raba. Nimenunua za mwaka mzima ziko kwa vaste, mwalimu aendelee pia. Sasa wewe piga hesabu nikimalizia. Watoto 30,000 kwa madarasa. Miaka 3 saa hizi idadi ya watoto ni 51,000. Kuna watoto 21,000 wangekuwa wako nyumbani, wamepata mahali pazuri ya kusoma, wamepata hakuna gharama, kuna chakula nyumbani. Ama nyinyi hamjui kuna watu wanakosanga bora ambaye imepangwa na kiongozi wao aliyewapenda. Kwa hivyo hiyo $148,000 ninaleta mara 2 ya mwezi wa 10. Tuweke zote. Sasa hapa utafute mahali ya kutafuta giza, unakosa giza. Kani jameni. So na hii sukari na hapa Mweki hii na Kio Ward. Niwatafutie nafasi moja hapa nyuma, niwajengee hawa vijana wote mwenye anamaliza hiyo grade 12, kama hujapata marks ya kwenda university, msichana tengeneza, alafu sasa unakuwa na talent yako. Kijana anapata mahali anaweza kufanya kazi ya electricity, mwingine anafanya mekanika. Na najua tutaomba kazi na mtatupatia kazi kwa heshima.
wenye walikuwa wananidhulumu na kunichapa na niharibu biashara zangu, wakafikiri ati mpaka nitapoteza fomu kwa vile wamenifanyia madharau. Lakini Mungu naye ni nani? Na akaniambia mkono hujakatwa, wewe endelea na kazi, hiyo vitu itarudi. Ama namna gani jameni? Sasa nyinyi tuko pamoja na watu wa ndani. Nimewawekea hii ndio taa ile inawafurahisha sana wamama, wazee. Milioni 700 kila mwaka kwa Kenya Power. Wamatangi akakuja akauliza hiyo ni kutumia akili ama ni mchezo? Mimi nikakuja nikaenda kule nikatafuta hii taa ya sola. Hii taa ya sola mchana inakunywanga jua peke yake. Jioni saa 1 inajiwakisha peke yake. Asubuhi saa 12 inajizima peke yake. Na bili yake ni zero. Ile pesa 700 million sasa nimeokoa 400 saa hii na nimeweka kwa basari. Ndio mnaona nyinyi ile basari mtaletewa na huyu Brian mwezi huu mwishoni. Kwa vile niko na basari yenu. Atakuja kuchukua mwezi wa 8 mwisho, watoto wakiwa wanarudi shule awapatie basari. Usichukue basari ya shilingi 1000. Usichukue basari kama 4000. Basari ile ya chini sana kwa kila mtoto kaunti ya Kiambu sasa ni shilingi 5000. Tumeendelea mzuri jameni. Kama hapa kuna mtoto anajulikana anafaa kurudi shule, mtoto yatima, hana baba hana mama, mupatie huyu Brian ama kamati waniletee. Hao ninashika mkono, ninasomesha mpaka amalize university bila malipo, kwa vile pesa tumeweka pamoja. Tuko pamoja jameni? Sawa. Kwa hivyo tusikizane, kwa vile najua hapa sisi tunakuanga watu busy, tusiongee sana, tumalizie hapa. Nataka niwaambie Mungu awabariki, mimi nitajikaza na tukifika kule mbele najua tutakuwa pamoja. Ni gwado wa sukari. Tuko pamoja jameni, wanawendani. Ni gwado wa wedani. Kwa hivyo sasa hii tunaweka on, tunawakisha, tukiwakisha, alafu sasa nyinyi mgoje saa 12 na dakika 45 zote zitawaka zile zingine. Hii tunaweza ikiwa mfano. Kwa hivyo haya wewe Brian, vile tutafanya tutahesabu pamoja, si ndio? Tutaanza 10 mpaka 1. Ikifika 1 itakuwa imewaka, sawa? Mko ready? Sawa. Semeni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sawa, zingine zote zitawaka hivyo. Tunasema nikisema roho ndio hiyo, mnasema kazi ndio hiyo, si ndio? Na mchukue vizuri, peleke pale juu, si ndio? Rodi ya hiyo. Kazi ndio hiyo. Rodi ya hiyo. Kazi ndio hiyo. Nikisema harambee mnasema Wamatangi, sawa? Nikisema harambee mnasema 5 tena. Ni sawa? Ya kwanza tumesema ni Wamatangi, ya pili tumesema 5 tena, si ndio? Muko ready? Harambee! Harambee! Asante. Haya sawa. Kwa hivyo sasa kwa vile taa imewaka na mimi niko na shughuli mingi. Mama Esther ako hapa ameshasalimiana. Ama mnataka wasalimie tena? Inua mkono Mama Esther tena mara ya pili. Hawa watu walikuwa wamekomi sana. Haya, kwa hivyo sasa si lazima tuulizane hello. Na tuulizane how are you? Na tuulizane happy new